tumeitwa tuwe wamoja kutoka katika tamaduni na desturi tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio inaitwa umoja katika mwili wa Kristo. Sisi ni viungo, lakini tunaujenga mwili wa Kristo. Na niwaambia kwamba mwili una viungo vingi. Hata kale unakokaona ni kadogo, lakini ni kathamani sana. Kuna kakidole ka mwisho kabisa kadogo hapa. Wewe usikaone ni kadogo kafikiri kwamba hakana thamani. Ili ukatambue, wewe shika panga tu ukakate, utaitambua. Kwamba au kamwiba tu kachome pale, utatambua kwamba kumbe nako ni muhimu sana. Sasa achana na haka. Kuna wengine wanakuwa na vidole 6. Nilipokuwa kwenye kambi ndipo nimepata kwenye kambi ndoto la Lungo Mpya hapa. Ndipo nimepata msamiati. Nilikuwa pale na master guide mmoja anaitwa Butoke. Sasa wakaanza hoji Butoke. Akawaambia chimbuko la jina Butoke ni kale ka kidole ka mwisho kale kanako ninginia kale 6. Wao wenzangu iko sawa sawa? Butoke au jina lingine Bulegea. Sasa kale kutoka Bulegea kale. Ukikaona kwamba sio muhimu, hebu kakate usikilize maumivu yake. Mwili wote utapata habari. Ninakueleza hayo ili utambue ya kwamba katika mwili hakuna kiungo chochote utakachokiona kwamba hakina thamani. Kila kitu kina thamani. Kuna wengine hawaelewi. Hizi kope hizi. Nazo wengine huwa wanazinyoa, wanaziondoa. Kina dada wa mapambo wanaanza kuweka vya kwao, na kuna kope bandia na kadhalika katika harakati za wakina dada wa mapambo. Ukizikata hizo kope, kazi yake huwezi kuijua. Niliwahi kuwa na daktari mmoja rafiki yangu hapo Kigoma, kama hapa wenyeji hapa wanafahamu ile familia ya Mzee Msovu. Mzee Msovu sasa ni marehemu. Nilikuwa hapo Kigoma, nilikuwa mjumbe wa kamati kuu. Sasa vijana wake huwa ni marafiki zangu. Nikakutana mmoja ni special daktari wa macho. Sasa tukao tunaongea, akaja mgonjwa macho yamemsumbua muda mrefu. Akamwambia hebu kaa hapa tu tuongee bwana, kwani kuna shida gani? Akakaa. Kamwangalia, kumbe kuna kope moja imejikunja imeingia kwenye jicho. Ndiyo inayomsumbua muda mrefu. Sasa daktari alipoiona akacheka. Akasema aisi pole sana. Akaifuata kamkasi. Akakata kale kakope kanako gusa kwenye jicho. Jamaa akasema dokta, sasa kwa kweli wewe ni daktari. Yaani hapo amani karejea. Kwa kila kitu kwenye mwili unapokiona, kila kazi yake na kieni na vinginevyo kinapata shida. Nataka nikurejeshe uweze kutambua jinsi kila mmoja alivyo muhimu katika kujenga mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine anaweza kaona kwamba mimi sina kalama, siwezi hata kuwa mzee wa kanisa. Sasa wapo naweza haelewi. Wewe mchagueni mumweke kwenye ubawabu. Atafanya kazi vizuri, atakaribisha watu vizuri. Unajua kama kuna mahala ambapo mimi hata kwenye mabaraza ya uchaguzi huwa ninakuwa makini sana, ni kwenye kuchagua bawabu. Sasa bawabu mkimweka kamanda mkamweka pale apokee wageni kamanda. Mgeni atajia, karibu ingia. Wageni watafurahia kuja. Yaani yeye pale mgeni anapokuja tu ni neno moja tu, karibu ingia. Inatakiwa awepo mtu ambaye anajua lugha ya ukarimu. Bwana Yesu asifiwe. Anajua kukaribisha watu, anajua lugha ya kukaribisha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mmoja kaniambia, mchungaji, ngoja nikwambie, hawa wakina dada hawa wewe waone hivyo. Sisi siku moja kwenye effort bwana, tukakaa baraza, tukachagua wale wakina dada wale. Tukasema ninyi mtakuwa kwenye kamati ya makaribisho. Tena mwe mnasimama kule barabarani mnakaribisha watu kwenye mkutano. I say. Sasa wakati huo ukawa ni siku ya mnada. Na kule mazingira ya Tabora tunakoishi acha kabisa Wasukuma wako kwa wingi. Sasa wale wakina dada wakaliona kundi la Wasukuma wanatoka mnadani, wakaenda wakawakaribisha, jamani karibuni. Ile Masukuma yanawaangalia wale wakina dada, yani yenyewe yanavutiwa tu na wale wakina dada, ndivyo wanavyozidi kukaribishwa kwenye mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Wana lugha nzuri.
kuna lugha ya kumtoa nyoka pangoni, mnaijua? Ndio waliokuwa wanatumia wale jamaa. Wakaja bana kwenye mkutano, wakasikiliza mahubiri, halafu mkutano ulipoisha wakamwambia, jamani, karibuni tena, kesho tunaendelea. Tutakuja. Wakauliza, ninyi wenyewe ndio mtakuwa mnakaribisha hapa? Akasema, sisi wenyewe ndio tutakuwa tunakaribisha. Akasema, tutakuja. Kesho yake tena wakaja. Yaani kila siku wakija wanakutana nao, wanawapa lugha nzuri, wanafurahi. Kesho tena wapo, mpaka mahubiri yalipoisha wakabatizwa wale jamaa. Yaani lazima mkaribishaji muangalie mtu mwenye lugha nzuri jamani. Msiweke afande. Kwa hiyo kila mtu anayo sehemu ya kulijenga kanisa. Tutambue kila mtu thamani yake. Mtu asije akajiona kwamba hana thamani. Ili kuujenga mwili wa Kristo tunapaswa tuwe na umoja. Na huo umoja utaonyesha kwamba kila mmoja atamthamini mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo. Kanisa ni jumuiya moja lenye washiriki wengi walioitwa kila taifa, jamaa, na tuko sawa katika Kristo. Kwa Roho mmoja ametufunga katika ushirika naye. Tumaini moja katika Kristo Yesu. Ukirejelea kile kitabu cha Zaburi 133 na lile fungu la kwanza. Zaburi 133 na lile fungu la kwanza, neno linasema, tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe. Zingatia hilo neno, umoja. Bila umoja ndugu hawawezi kukaa pamoja, na pasipo umoja haipendezi. Maana Biblia imesema, tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja. Wasipokaa pamoja kwa umoja haipendezi. Kumbe kanisa la Mungu tumeitwa tuweze kuwa na umoja. Ndiyo. Sikiliza. Wajibu mwingine tulio nao katika umoja, Mathayo 28 fungu la 19 na 20. Hivi maiki iko sawa hiyo? Tusomee. Mathayo 28 19 na 20. Tunaendelea kuona jinsi kanisa lilivyoitwa likifungamanishwa na umoja katika Kristo. Nasema, ndio. Tena nawaambia ya kwamba, Mathayo 28 fungu la 19 na la 20. Neno la Bwana linasema, ndio, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Kuwafundisha kuyashika yote. Yesu anaagiza na anaelekeza jambo la msingi sana, kufundisha yale yote aliyoamuru. Ndiyo. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. Neno linatuthibitishia. Yesu anasema, tazama ni pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa sababu Yesu yuko pamoja nasi, tunapaswa kufanya yale yaliyokusudiwa kwa ajili ya kudumu kujenga umoja na kujenga ufalme. Asubuhi ya leo Mungu wetu aweze kutusaidia, kila mmoja wetu aweze kutambua ya kwamba tumeitwa kutoka katika tamaduni mbalimbali, makabila mbalimbali, mataifa mbalimbali, mazoea, zile desturi zile tofauti, lakini ametuita ili ya kwamba tuweze kutimiza mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Tambua thamani yako, tambua umuhimu wako. Usije ukaona kwamba mimi sio muhimu hata nisipokuwepo. Kwa bahati mbaya sana, hata wajumbe wa mabaraza anabanana, anasema sasa mimi tu nisipokuwepo kwani baraza litaendelea? Sasa na mwingine akiwa na wazo kama hilo, na mwingine wazo kama hilo, baraza lipo? Mmoja anasema mimi hata nisipokuwepo mambo yanaendelea, na mwingine mimi hata nisipokuwepo. Yaani anajiona kwamba sio wa muhimu sana katika utekelezaji wa jukumu hilo, lakini kila mmoja ni wa muhimu. Jisikie kuiwa, tena jisikie kwamba nisipokuwepo nitakwamisha mambo. Hiyo itakupatia msukumo wa kufanya vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Imani ya msingi namba 15 katika fundisho linalosema juu ya kanisa, nasema ubatizo.
Kwa njia ya ubatizo huitwa kukiri imani yetu kwa kifo na ufufuko wa Yesu Kristo. Ubatizo ni ishara ya muunganiko wetu na Kristo, kama tunavyosoma katika kitabu kile cha Marko 16:16. Ubatizo ni ishara ya nje, lakini ubatizo unaanza kwanza ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unapobatizwa kwanza umeamini. Roho Mtakatifu amekugusa na kukufanya uamini na kukuelekeza. Hivyo batizo wa nje ni kidhihirisho cha ile iliyo ndani. 16 Marko. Neno la Bwana linasema, ndio, aaminie na kubatizwa ataokoka, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Asiyeamini atahukumiwa. Ubatizo lazima kwanza uamini, na ndiyo maana wote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tumefungamanishwa katika imani ya kumwamini Yesu. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Hata wale ambao hawajabatizwa bado kwa njia ya maji, lakini wamebatizwa kwa Roho Mtakatifu aliye ndani yao, ndio maana tuko pamoja, tunajifunza mamoja, tukinia mamoja, maana tayari wote tumebatizwa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo, kuna watu wanapotoka katika makanisa yao kule na kujiunga na kanisa hili la Waadventista Sabato, huwa wanahimiza sana, mnaharakishe nibatizwe. Sasa nikifa bila kubatizwa itakuwaje? Wanafikiri kwamba ameshakuwa Mwadventista Msabato, lakini bado hajabatizwa kwa maji mengi, kwamba akifa kama wale wenzetu wanavyodhani. Tena kuna mpaka wakiona huyu mgonjwa sasa anaelekea katika hatari ya kufa, wanakimbizana ili wambatize ubatizo wa hatari. Ubatizo wa hatari, kwamba angalau sasa aweze kupata fursa. Yaani Roho Mtakatifu kisha kutana naye tumeweka wepo ndani ya kanisa. Ule ubatizo ni kielelezo tu cha nje, lakini hata kwa bahati mbaya kilala mauti kabla ya kufikia ule ubatizo wa kielelezo cha nje, tayari umekwisha kubatizwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo ya katika mali ya msingi inayosema juu ya ubatizo, tumeona mafungu hayo yanayoeleza habari ya aaminie na kubatizwa ataokoka. Lakini katika kile kitabu cha Wagalatia 3, Wagalatia sura ya 3, kitabu kile cha Wagalatia sura ile ya 3 na lile fungu la 27, kuna ujumbe mahususi hapo tunapoendelea kuangalia juu ya msingi wa ubatizo. Sikiliza Biblia inasema nini. Neno la Bwana linasema, ndio, maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Wote tuliobatizwa katika Kristo tumemvaa Kristo. Tembea naye katika maisha yako yote. Ukristo sio vazi kwamba unaweza ukavaa mahala fulani halafu mahala pengine ukalivua. Nataka nikwambie wewe Mwadventista Msabato unayenisikiliza, tembea na Yesu maisha yako yote. Kuna wengine kwa bahati mbaya wana mawazo yasiyoeleweka. Wanafikiri kwamba maisha ya Ukristo atayaonyesha kiwa kanisani, atayaonyesha kiwa kwenye macho ya watu. Nataka nikwambie kwamba wewe Mkristo, Yesu atakuumbua popote utakapofikiria kwamba hapa hakuna wanaoniona. Yesu atakuumbua. Sikiliza, siku moja kitokea Urambo, nilikuwa naelekea kwenye mikutano kule Kibondo, nikapita Kasuru Migezo. Mchungaji Filimon Migezo alikuwa yuko hapo Kasuru. Nikamwambia nitapita hapo kwako rafiki yangu nikusalimie, nitalala hapo, halafu kesho yake nitaendelea. Akaja kunipokea. Kanipokea stendi, tukaongea, tukafurahi. Ilikuwa siku ya Jumatano, tukaenda kanisani kwenye ibada ya maombi. Tukiwa kanisani, mvua ilinyesha kubwa. Mvua ikanyesha kubwa. Baada ya hapo ilipokatika, akaniambia sasa leo
kwenda kule nyumbani kwangu ninapoishi yani ni tope hiyo, yani hata sijui tufanyeje. Halafu kwa bahati mbaya mke wangu hayupo, kwa hiyo pale ni mimi tu. Kwa mimi tu nikusihi unisamehe tu, tusiende nyumbani leo, twende tu tulale guest, kwa sababu nasema kesho nataka kuendelea na safari. Tukalale tu guest, halafu kesho wewe endelee na mimi niendelee na ratiba zingine. Nikamwambia rafiki yangu, sasa mbona nitakuingiza kwenye gharama? Akasema hapana, wewe ni mgeni wangu, ulishanipa taarifa, karibu jisikie vizuri. Nikamwambia sasa sikiliza, naomba utafute tu guest ya viwango tu vya chini, usiingie gharama kubwa. Sasa tukatembea, nasikia pastors wangu, tukatembea tukaingia kwenye guest moja, wakatuambia chumba 15,000. Mimi nikamwambia hapana, hii bwana hapana, twende tukatafuta bei nafuu. Tulipokuwa tukitoka tukasikia tunaitwa, wachungaji mnaenda wapi jamani kwenye hizi mvua? Kumbe mmiliki wa guest ni Msabato na yeye anatufahamu, na yeye amekaa tu pale anatuangalia. Tulipokuwa tukiingia alikuwa anatuangalia, tulipokuwa tukitoka akaona pana wageni wangu anatoka, akaanza kutuita, akauliza jamani, changamoto ni nini jamani? Akaanza kutuuliza. Sasa maulizo yote hayo tukashitukia tu tumefunguka. Nikamwambia bwana, mimi ni mgeni, nimepita na msalimia rafiki yangu, sasa hizi mvua tumeshindwa kwenda nyumbani kwake. Akasema sasa tutafute guest. Mimi nimemwambia tutafute tu guest ya bei ya chini, angalau siingie gharama kubwa. Akasema jamani, sasa mnaenda kutafuta kweli guest? Wachungaji, guest za ajabu ajabu ndio kweli mnaenda kutafuta? Hapana. Akamwita mhudumu wake, akamwambia wapelekeni kwenye kile chumba changu. Akatupeleka kwenye chumba chake ambacho anakitumia, kina kitanda cha 6x6 vizuri, self. Sasa akasema mkishaona halafu mrudi hapa. Tuliporudi akatuuliza jamani, sasa mmeonaje? Lakini samahani, basi mlale kwenye kitanda kimoja 6x6. Anatuomba samahani na tunalala bure, lakini anatuomba samahani. Akasema jamani, leteni soda. Sasa tukaanza kunongonezana, tukasema sasa fikiria hapa, tungekuwa sasa tunasema huku tuko nchi ya ugeni, tukachepuke na mchepuko, alafu jamaa anatuangalia, si tayari umeumbuka. Kwa hiyo nachotaka kukwambia, usiwe na wazo kwamba kuna mazingira yoyote utaweka Ukristo pembeni ufanye mambo ukifikiri kwamba hakuna naye kuona. Popote pale utaonekana. Sasa mazingira hayo tungekuwa na mambo ya ajabu, si tayari tulikuwa tunaumbuka. Nachotaka kukwambia, mahala popote mvae Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mahala popote mdhihirishe Kristo. Siju kawa na wazo kwamba sasa nifanye vinginevyo, hapa hakuna naye niona. Na ndivyo ilivyo. Dhambi yoyote mmeshauri inatendeka peupe. Inatendeka kwenye giza. Hata kwenye giza unaonekana tu. Kumbe wewe unapobatizwa umemvaa Kristo. Tembea na Kristo maisha yako yote. Si koti kwamba unauza ukalivuka liweka pembeni, mazingira mengine ukalivaa tena. Umemvaa Kristo maisha yako yote. Tembea na Yesu. Hiyo ndiyo kanuni ya ubatizo. Unapobatizwa umemvaa Kristo, umekufa katika dhambi na umefufuka katika upya wa uzima. Ndiyo sababu saa yangu yanakimbia, tusogee mbele kidogo. Maana ya msingi namba 16 inayosema habari ya meza ya Bwana. Meza ya Bwana. Unapoona ukishiriki meza ya Bwana, ni miongoni mwa imani za msingi kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Hufanyi kitu cha kubahatisha, unafanya kitu kilicho sawa na maelekezo. Meza ya Bwana ni kushiriki katika ishara za mwili na damu ya Yesu kama udhihirisho wa imani kwake aliye Bwana na Mwokozi wetu. Tunaposhiriki tunatangaza kwa furaha mauti ya Bwana mpaka ajapo mara ya pili. Tambua, unaposhiriki meza ya Bwana unaendelea kuimarisha ushirika pamoja naye. Unaendelea kujenga ushirika pamoja naye. Unatangaza mauti yake hadi ajapo. Hivyo sababu meza ya Bwana tunaposhiriki ni ishara ya mwili na damu, ni ishara. Kuna wengine wanasema ni mwili halisi. Damu ya Yesu ni ishara, kielelezo. Na Yesu mwenyewe akasema, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kumbe tunaposhiriki meza ya Bwana
ni ishara ya umoja. Yote inayofanyika, kutawazana miguu, inaashiria unyenyekevu. Ndiyo maana Yesu akamwambia Simoni Petro, usipokubali huna shirika pamoja nami. Kumbe kuna wengi ambao inapofika zamu ya kushiriki meza ya Bwana, na kwa sababu Biblia imesema kila mtu na ajihoji, ndipo aisogelee meza ya Bwana. Mtu anajihoji, anafanya conclusion kwamba sistahili. Naona inatangazwa meza ya Bwana, mashemasi wameandaa, wazee wa kanisa wametangaza kikamilifu, halafu naona mshiriki mwingine anaondoka. Ikimuuliza, sistahili. Yaani unatangaza kwamba huna ushirika na Yesu. Na meza ya Bwana, wote wanaohitaji ushirika na Yesu ni wale wanaojigundua kwamba nina madhaifu, ninamhitaji Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunamhitaji Yesu kila siku, tunahitaji kufanya ushirika naye. Soma pamoja nami lile fungu la Mathayo 26 kuanzia fungu la 17. Biblia one inasema nini? Mtasoma kama ilivyoandikwa, ndio, katika kitabu cha Mathayo sura ya 26 aya ya 17. Ndio, anasema, hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapo tukuandalie uile Pasaka? 18. Akasema, enendeni mjini kwa mtu fulani mkamwambie, mwalimu asema, majira yangu ni karibu, kwako nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. 19. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyomwagiza, wakaiandaa Pasaka. Fungu la 20. Basi kulipokuwa jioni, aliketi chakulani pamoja na wale thenashara. Aliketi pamoja na wale thenashara, yaani aliketi pamoja na wale wanafunzi 12 kwenda kwenye karamu ya Pasaka. Kumbe Pasaka ni ishara ya umoja na Kristo. Pasaka ni ishara ya mwili na damu ya Yesu Kristo. Mtu akikimbia Pasaka hana ushirika na Yesu. Cha msingi amesema ya kwamba kila mtu na ajihoji. Kila mtu na ajihoji. Jihoji katika nafsi yako. Ni wapi ambapo mahusiano na Yesu yanapungua? Fanya matengenezo na Yesu. Jirudi mwenyewe pale ambapo naona umekwenda kinyume na Yesu, ili ya kwamba uweze kuwa tayari kusogea katika ushirika na Yesu. Bwana Yesu sifiwe. Amina. Pasaka, meza ya Bwana, ni sehemu ya kuendelea kuimarisha ushirika na Yesu. Lakini sambamba na hilo, imani ya msingi namba 17 inatueleza juu ya karama za Roho na huduma. Karama za Roho na huduma ni vipaji ambavyo Yesu ameviweka kwa kila mtu kwa ajili ya kuendelea kulijenga kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu huwapa washiriki wake wote wa kanisa katika kila kizazi karama za Roho ambazo kila mshiriki hana budi kuitumia katika huduma, kusudi kujenga mwili wa Kristo ambalo ni kanisa. Mfano wa karama ni kama imani, uponyaji, unabii, kuhutubu, kufundisha, uongozi. Yote hayo ni kwa ajili ya kulijenga kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa bahati mbaya sana, kuna wengine wanapogundua karama walizo nazo, wanataka wazitumie kwa malingo, wanataka wazitumie kwa masharti, wanataka wazitumie kwa madaha, wanataka wazitumie kwa uzalishaji. Katika kambi la vijana lililoisha pale Rungwe Mpya, nilikutana na master guide mmoja, mama mtu mzima, kimwangalia miaka yake inakimbilia kwenda 60, lakini ni master guide mkakamavu. Pale alikuwa anasaidia, kuna mchungaji mmoja alikuja
akiwa kidole kinauma sana. Kuna ugonjwa unaitwa, wengine kule wanaita kome, wengine wanaita mdudu. Kwa kia wanasemaje? Ubuholela. Si ndio hivyo? Sasa huyo mchungaji alikuwa anahangaika. Katuambia jamani, mimi kidole. Mama moja tu, huyo mama akaja. Akasema, wachungaji, bwana mchungaji mwenzenu anasema anaumia na maumivu. Shida ni nini? Hebu niambie. Alipomwonyesha, akamshika mkono, twende. Enda. Walipofika kule akamwambia kaa hapo. Akakaa, kaenda akachuma dawa, kamwekea. Yule mchungaji akasema ile dawa tulipowekwa kwenye kidole nikasikia kama kinavuta. Alafu kesho yake tuliamka yuko vizuri. Akamwambia kesho tena uje nikuwekee. Yaani anasema alilala yuko vizuri. Yule mama ikabidi nikakaa naye, nikamhoji. Kaniambia, hii ni kozi tuliojifunza kwa master guide ya uponyaji. Akatueleza kwamba huyo alipokuwa anatufundisha mimi nilikuwa ninaandika na nikayafanyia kazi. Nikaona inaenda vizuri. Mpaka sasa ninawasaidia watu wengi bure. Akaniambia, mchungaji wewe unakata bora. Sasa hii dawa inatakiwa tumiki ikiwa bado mbichi. Yaani unachukua tu kwenye gomu unaiweka hapo ikiwa bado mbichi. Akaniambia twende, akaenda kanionyesha huo mti. Nikasema huyu ni master guide wa ukweli. Haina masharti. Kuna wengine wakapata hako kakarama ka uponyaji ni kama masharti. Wengine hata kwa maombi wanahitaji wakimaliza kuomba wapewe na shekeli. Zote hizo Mungu ameziweka ili kulijenga kanisa la Mungu. Karama za Roho na huduma. Karama za Roho Mungu ameziweka kanisani ili huduma ikafanyike na kanisa likajengwe. Sema karama nyingine ni ya kuhutubu. Wengine wamejaliwa kuhubiri. Akianza hapa kanisa mahalia, kipawa hicho kikaanza kuonekana tayari kwa kanisa lingine watamtambua mpaka katika jimbo zima. Sasa naanza masharti, ili mimi kutoka lazima mniachie 500 kwanza niache kwa familia. Ndipo nije. Sasa makanisa yanatofautiana. Kuna kanisa lingine mkimpa masharti 500 si kitu. Anatoa ili mradi kazi ikafanyike. Lakini kuna kanisa lingine ukisema 500 kwanza ni mlima mrefu. Sasa hapo huduma haifanyiki. Inaonekana sasa Mungu amekupa ili ukalijenge kanisa, lakini unaweka masharti. Ninachotaka kukwambia, kila kalama ulio nayo tambua kwamba ni Mungu amekupatia kwa ajili ya kulijenga kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa imani ya msingi juu ya kalama za Roho na huduma Mungu ameiweka ili kwamba kanisa liweze kujengwa. Lakini kuna watu wengine hii sasa imekuwa ni biashara. Kalama alionayo anaitumia kwa masharti. Tena watu wenye masharti, kanisa mahalia mkimwambia sasa tunaandaa effort uhubiri, ana sita, maana wa nje wakimwita anawapa masharti na nauli na kila kitu anaona sawa. Tatizo kubwa, hujatambua wajibu wako. Ukitambua ya kwamba ni kalama kutoka kwa Mungu na kalama hiyo imewekwa ili kufanya huduma ya kazi ya Mungu isonge mbele, utatambua na hatimaye utatenda kila jambo kwa utukufu wa Mungu. Soma pamoja nami kitabu kile cha Efeso sura ya 4 fungu la 8 hadi 11. Efeso sura ya 4 fungu la 8 na 11. Neno la Bwana linasema, ndio hivyo husema, alipopaa juu aliteka mateka, ndio akawapa wanadamu vipawa. 9. Basi neno hilo alipaa maana yake nini? Kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi. Naye alishuka, ndiye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote ili avijaze vitu vyote. Naye alitoa wengine kuwa mitume, ndio, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji, na wengine walimu, kusudi la kukamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo
ujengwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wengine aliwapa kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa walimu, wengine huduma ya uponyaji, kwa makusudi tu kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo, yaani kanisa lake, upate kujengwa. Kwa mujibu wa msingi huu, kila kalama ulio nayo, tambua kwamba umepewa na Mungu, itendeke tena kwa unyenyekevu, pasipo kiburi, maana ni kalama ambazo zimetoka kwa Mungu kwa makusudi tu ya kulijenga na kuliimarisha kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maana ya msingi namba 18, karama ya unabii. Tumeona karama za roho na huduma. Sasa utakuta hapo kuna karama ya unabii. Maandiko matakatifu yanashuhudia kuwa moja kati ya karama za Roho Mtakatifu ni unabii. Karama hii ni alama ya kulitambulisha kanisa la masalio, idhihirika katika huduma ya Ellen G. White. Maandiko yake yananena kwa mamlaka ya kiunabii na yanatoa faraja, yanatoa uongozi, yanatoa maelekezo na maonyo ya kanisa. Karama ya unabii. Kwa bahati mbaya sana, kwa karama hii wengi wamejiita manabii, lakini lazima vigezo na masharti vizingatiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona mfano wa karama ya unabii ambayo ilionekana kwa Ellen G. White. Ellen G. White si kwamba yeye alijiinua akajitukuza, bali kila ambacho Mungu alikikusudia kukipitisha kwake kilionekana na watu wengine, na kilipimwa na hatimaye kikathibitishwa. Kuna mtu mwingine akila ugali na maharage akashiba, akalala, akaota mambo ya ajabu, anawaambia jamani, mimi ni nabii, Mungu ameniotesha. Lazima kwenda pole. Biblia inasema ya kwamba kipimo kilichobonyesha nabii wa kweli, kila nabii hakutoa unabii ukitofautiana na nabii mwingine. Kila mmoja ilikubaliana na mwingine, maana yote maono waliopewa ni kwa ajili ya kulijenga kanisa la Mungu. Sasa manabii siku hizi wako wengi hata huwezi amini. Alitokea mtu mmoja akaja kanisani akasema, Mungu amenionyesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu amenionyesha. Naweza kusema Mungu amenionyesha ya kwamba wazazi wote wanaotaka mahali ndipo wa mabinti waolewe, Mungu amenionyesha kwamba ni upagani mkubwa na hawaendi mbinguni. Wazazi wote mwachilie. Kumbe jamaa alikuwa na vijana hawa wa kiume bado hawajaoa, anapenyeza fursa Alafu na wazazi nao wakasema, kwa kweli bwana, sasa Mungu amesema tutafanyaje? Tayari vijana wanaanza kuona, maana nabii ameshatangaza. Asante barikiwa, nabii ameshatangaza. Baada ya wale vijana kuoa, sherehe zikafana. Kipengele kilichofuata akasimama tena, Mungu amenionyesha mipango ya mahali iwe ni maridhiano. Sasa wapi na wapi? Lazima tutambue nabii wa kweli, kwa sababu imeelezwa karama ya unabii. Wengi wanaweza kuja na wewe Mwadventista ukasema, kweli bwana, na kwenye misingi ya imani nasema karama ya unabii ni kweli. Lazima vipimo, vigezo na masharti vizingatiwe. Kule Karagwe na nyingine ilitangazwa kama miaka 3 iliyopita, kasimama akasema, Mungu amenionyesha mke anayefaa kuwa mama mchungaji ni fulani. Sasa huyu anayeelekezwa ni fulani, ni mke wa mtu. Sasa mume wake naye yupo. Akasema, sasa kama Mungu ameonyesha tutafanyaje? Yule nabii akajibebea mke wa mtu, eti Mungu amemwonyesha. Sasa baba yake na yule kijana akaja juu akasema, haiwezekani, mimi nimetoa mahali, kijana wangu ameoa, halafu eti unasema eti ndiye anayefaa kwa mke wa nabii? Haiwezekani. Kesi ilikuwa mbaya mpaka jeshi la polisi liliingilia kati na ilitangazwa kwenye vyombo vya habari. Na mimi kule Karagwe ndiko nilikoolea, mke wangu ni wa kule. Nikawapigia simu nikawauliza, jamani, hiki kitu tumekiona kwenye taarifa ya habari kikoje? Walicheka wakasema, haya makanisa haya
Ndivyo hivi ulivyoyasikia. Tena bibi yake na mke wangu akaniambia kwamba kuna mtoto wangu mmoja alikuwa anasali kwenye hilo kanisa, tumemwambia atoke mara moja humo. Kwa hiyo ni kitu dhahiri. Biblia inaposema juu ya karama ya unabii, kuna wengine wanachukua fursa hiyo hiyo. Yaani Biblia wana hii, acha kabisa. Kuna watu wanasoma hawaielewi. Hata jana katika tembea yangu na pastor hapa, tumekutana na ndume moja inatuambia kwamba mimi nimesoma Biblia imesema tokeni kwake nye watu wangu, tokeni Babeli. Eti mimi niliamua kutoka eti kwenye kanisa la Waadventista Sabato ni Babeli. Yaani Biblia hii jamani, Mungu atusaidie tunaposoma tuelewe. Bwana Yesu asifiwe. Usipoelewa utachanganya, na usipoelewa tena utachanganywa. Ninakuelekeza haya ili utambue katika nyakati za siku za mwisho watatokea manabii wengi wa uongo. Na kwa sababu ndani ya imani za msingi za kanisa kuna imani ya karama ya unabii, unaweza kusema ni kweli bwana, hata kanisa limesema kuna karama ya unabii. Upime. Sio kila unabii kwamba ni wenyewe. Hata ile Ellen G. White tunajifunza habari zake, tunasoma vitabu vyake, ni vya roho ya unabii. Alipimwa. Si kwamba aliibuka tu akasema ni nabii wote wakasema ndio mzee. Walipima vigezo na masharti wakaona vinafaa. Kipimo kitakachomdhihirisha nabii wa kweli. Kitabu kile cha Isaya sura ya 8 na fungu la 20 nasema, na waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwao hakuna asubuhi, yaani hakuna nuru. Mnaelewa? Waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwao hakuna pambazuko. Lazima uelewe kipimo cha kupima nabii wa kweli. Kweli kanisa linatambua karama ya unabii, lakini si kila atakayesimama kwamba ni nabii wewe unasema ni kweli. Lazima vigezo na masharti vizingatiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Dakika chache zilizobaki, kuna mtu mwenye swali? Karibu. Jamani, tuko pamoja? Ni wangapi tunaelewana? Asante. Ni wangapi ninaendelea kuwachanganya? Ni wangapi wanasema ina nabii pote sawa? Jamani, basi Bwana wabariki. Niwatakie kila la heri tunapoelekea katika miisho ya makambi haya. Tulifanye neno la Mungu kwa msingi wa imani yetu, ili ya kwamba tuweze kutembea sawa sawa na maelekezo ya Mungu. Baada ya kuyasema hayo, niwatakie baraka za Bwana. Kesho ndo kipindi cha mwisho kama hiki. Kesho napenda nipate tu samale ya yale yote ambayo tumeyapitia. Singi ya imani ipatayo 28 sio ya kufundishana na kumaliza kwa wiki moja, kwa siku hizi tu 5. Lakini kwa kila ambacho Roho Mtakatifu atatuwezesha kukifikia, kikaendelea kutimarisha, kikaendelea kutujenga na kutuandaa kwa ajili ya umilele. Mungu aweze kuwabariki. Tusimame tuombe. Baba mpendwa na Mungu mtakatifu, tunakushukuru kwa ajili ya masaa haya. Kwa pamoja nasi ukitufundisha na kutuelekeza kupitia imani za msingi zinazotufanya tuwe wamoja katika kanisa hili. Imani za msingi zinazotufanya tuendelee kukulia wokovu, zinazotufanya tuendelee kutambua yaliyo makusudi yako kwa ajili ya kanisa lako. Ombi la dhati tunakusihi, endelea kushikilia imani zetu. Endelea kutembea pamoja nasi, ili ya kwamba siku moja utakapokuja tufae kulisi uzima wa milele. Hilo ndio ombi na tumaini la kila mmoja wetu asubuhi ya leo, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana wabariki.